Karibu kwenye The Story na Madam T. Habari za wakati huu wapenzi watazamaji wa Double T Media, karibu kwenye The Story na Madam T. Kipindi chako cha burudani, hadithi na historia za kweli. Mtakuwa nami Tayana Elvis Shua. Na leo nimeandalia simulizi nzuri sana. Simulizi ambayo inafundisha, inaelimisha, inasisimua. Simulizi yenye ukweli ndani yake. Simulizi hii inamhusu kijana anaitwa Masigara. Sasa basi, tunaenda kuona kisa cha Masigara kwenye simulizi hii. Ngoja nikupe historia kwa ufupi kuhusu simulizi hii. Masigara alikuwa ni kijana mmoja ambaye mbishi sana, lakini Biblia inasema utaambatana na yule ambaye Mungu amekupangia wewe kuambatana naye. Ukienda kinyume na maadili ya Mungu, kitakachokupata ndicho hichi tunachoenda kukiona kwa Masigara. Basi ungana nami kupitia story hii ya kijana huyu anayeitwa Masigara. The Story na Madam T. Kulikuwa na kijiji kimoja walikuwa wanaishi mtu na mke wake, Mr. na Mrs. Lookman. Hawa mtu na mke wake walikuwa wakipendana sana, sana sana. Mfano huu ulikuwa ukitamani kuigwa sana na wanakijiji. Yaani wanakijiji wengi walitamani kuishi maisha yale ambayo Mr. na Mrs. Lookman walikuwa wakiishi katika kijiji chao. Na upendo ule ulikuwa upendo wa kushawishi, upendo wa kuigwa na wanakijiji. Na wengi walikuwa wakigombana na waume zao na wake zao kupitia upendo huu wa Mr. na Mrs. Lookman. Lakini wanakijiji wale waliendelea kuwapenda sana, waliendelea kuvutiwa na maisha yao, lakini pia waliendelea kuwa pamoja nao kwa maana walibarikiwa sana na upendo wao. Siku mbele zijazo, Mr. na Mrs. Lookman walibahatika kupata mtoto. Mtoto yule ndio huyo kijana anaitwa Masigara. Mtoto huyu alikuja na baraka tele katika kijiji kile. Wanakijiji walimpokea vyema, walishangilia, walimfurahia, wakamfanyia na sherehe. Zawadi kedekede Masigara alipewa. Masigara alikuja na bahati sana. Kadri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda, kama unavyojua mtoto ana hatua zake za kukua. Baada ya kuzaliwa, baba Masigara alifariki, alitoweka. Kifo cha ghafla kilimfika pasina kukumwa, pasipo kitu chochote, ni kifo tu cha ghafla. Kifo ambacho wanakijiji wengi walishangazwa nacho sana. Ni nini kimempata? Ni nini kimetokea? Mbona hatujasikia kiumwa? Mbona hatujasikia kiugua? Mbona hakuugua kwa muda mrefu? Maswali yalikuwa mengi ambayo yalikosa majibu. Lakini mama Masigara kwake ilikuwa ni maumivu sana. Kwa wakati ule akiwa amepakata kijana wake katika viganja vyake vya mikono, alikuwa na maumivu sana. Maumivu ambayo hayaelezeki, maumivu ambayo hayabebeki. Nikizungumzia maumivu, mpenzi mtazamaji, na hisi unaelewa ni maumivu ya aina gani yule mama alikuwa akiyapitia. Lakini aliendelea kuwa jasiri. Wanakijiji wenzio waliendelea kumfariji, waliendelea kuwa pamoja naye. Na hatimaye walifanikiwa kupumzisha mwili wa mumeo. Maisha kwa mama Masigara na kijana wake yalianza kuwa magumu sana, kwa maana hakuwa anajua anaanzia wapi, anaishia wapi. Kama nilivyoelezea mwanzo, walikuwa na mashamba, walikuwa na viwanja, lakini amebaki mwenyewe, hajui aanzie wapi, aishie wapi. Na siku aliamua kufanya maamuzi. Baada ya maumivu kuyabebelea kwa muda mrefu katika moyo wake, akasema hapana, nina kijana ambaye anatakiwa kukua, anatakiwa kulelewa, anatakiwa kuishi. Yule mama alikuwa ujasiri wa kupambana kwa ajili ya kijana wake. Maana alimuona kijana wake kama mume wake, alimuona kijana wake kama baba wa familia. Akasema nisiposimama mimi kama mama, kijana wangu ataishia wapi? Kwa hiyo mimi kama mama natakiwa nisimame ili kijana wangu aje kuwa mfano bora. Kwa hiyo mama Masigara aliendelea na kazi zake pale kijijini za kwenda shamba kulima. Kila ikikapo asubuhi, kila ikikapo jioni, alilima, aliongeza nguvu za kulima. Wanakijiji walibaki wakishangaa wakiona mashamba yake, mazao yanastawi. Yaani kila kitu chake kinaenda sawasawa kama vile ambavyo marehemu mume wake alisema. Alipambana sana kwa ajili ya kijana wake. Alipambana mno. Na alikuwa kila siku asubuhi lazima akienda arudi andae mlo ale, amnyonyeshe kijana wake. Masigara aliendelea kupiga hatua kama tunavyojua hatua za mtoto. Anaweza kukaa, anakuja kutambaa, anakuja kutembea,
anakuja kukimbia, mpaka anakuja kuanza kuongea baba, mama, dada. Kwa hiyo ni hatua. Kwa hiyo aliendelea kupambana, aliendelea kumpambania kijana wake ili waendelee kuwa na maisha bora, wasiwe wanaomba, wasiwe watu wa kukaa kila siku na huzuni. Waliamua kuachilia huzuni ipite, kwa maana walijua ni mapito tu kama mapito mengine. Waliendelea na maisha yao. Aliendelea kumjali kijana wake, aliendelea kumtunza kijana wake. Siku ambayo ilikuwa hata haikutarajiwa, Mama Masigela aliamka asubuhi na kujiandaa kwa ajili ya kwenda shamba. Kama kawaida yake, alimwacha kijana wake akiwa amelala. Alimwacha kijana wake akiwa amelala ndani. Alimwelekea shamba, akafika shamba, akalima kama ilivyo kawaida yake. Analima huku anaimba, analima huku anacheza, analima huku anachia jembe lake anacheza. Yaani alikuwa akimtukuza Mungu, alikuwa akimtukuza ukuu wa Mungu, alikuwa akimshangilia Mungu kwa vile ambavyo yeye yupo, kwa vile ambavyo yeye alikuwa mama bora kwa kijana wake. Asijue lolote. Karejea nyumbani, tunashangaa nyumba ya Mama Masigela inawaka moto. Wanakijiji wakaanza kutahadhari. Kuna nini? Mbona moto mkubwa? Wakaanza kushangaa. Wengi walikuwa wakishangaa. Ule moto umetokana na nini? Na kwa nini kwenye nyumba ya Mama Masigela? Walibaki wakiulizana huku wakishangaa. Mwanakijiji mmoja akatokea kwa kelele kubwa sana. Jamani, nyumba ya Mama Masigela inaungua. Watu twendeni. Kama mnavyojua, mmoja wa wanakijiji walikimbilia ile nyumba. Walifika pale, wakaanza kumwaga mchanga, wakubeba maji, wakaanza kubeba maji kumwagia, lakini hakuna aliyekuwa anafahamu kwamba mule ndani kuna mtoto. Baadhi ya wanakijiji wakashangazwa. Mbona Mama Masigela hayuko? Atakuwa ndani? Hapana. Kijana mmoja mwenye busara akatokea akasema, nilimwona Mama Masigela asubuhi akiwa anaelekea shamba. Wanakijiji wazee wakamwambia, kimbieni haraka mkatoe taarifa kwa Mama Masigela. Na taarifa hizi mkampe vyema kabisa. Wale vijana walikimbia wakafika shambani kwa Mama Masigela. Mama Masigela, moto! Mbio Mama Masigela mpaka kuwazidi mbio wale vijana ambao walikuwa wameenda kumuita pale shambani. Na hatimaye akafika katika ardhi ambayo kuna nyumba yake. Akashangaa, moto! Wanakijiji wamwambia, moto ndio. Hapana, moto! Masigela mwanangu. Wanakijiji wakaanza kutaabaki. Na maana Masigela yuko ndani? Ndio, mwanangu yuko ndani. Hapana Mama Masigela, usiende, moto ni mkubwa sana. Akamwambia, hapana, ni mwanangu yuko ndani jamani, anateketea na mmesimama hapa. Wanakijiji wakamwambia, hapana Mama Masigela, usiingie ndani, moto ni mkubwa sana. Mama Masigela akawaponyoka ghafla na kuingia ndani. Kama unavyojua maumivu ya mtoto kwa mzazi, aliingia ndani pasipo kujali. Makuti yalimdondokea, mbao zilimdondokea. Akafika mpaka kwenye kitanda ambacho alikuwa amelala kijana wake. Akamkumbatia, akamnyanyua. Wakati huo baadhi ya mbao zilikuwa zikidondoka pembeni ya kitanda cha Masigela. Alimchukua mwanae na kumkumbatia kwa maumivu, kwa kilio kizito. Masigela mwanangu, pole, ningekuwepo yasingekupata haya mwanangu. Wakatoka nje, lakini wakati wanatoka nje, kuni zikiwa zinamdondokea, makuti yanamdondokea. Hakujali maumivu alikuwa anayapata kwa wakati ule. Alichokuwa anajali na alichokuwa akitazama ni uhai wa kijana wake. Alitoka naye mpaka nje. Wanakijiji baada ya kuendelea kuzima ule moto, wakabaki wanamshangilia Mama Masigela kwa ujasiri aliofanya kumwokoa kijana wake. Na ndipo haraka akamshusha kijana wake chini, na baada ya kumshusha kijana wake chini na kuanza kumkagua. Katika kumkagua akagundua Masigela amepata jeraha nyuma ya shingo, amepata jeraha mgongoni, amepata jeraha kwenye tako. Alimwangalia kwa maumivu akilia, Masigela mwanangu, umeungua kiasi hiki, nilikuwa wapi? Nilichelewa wapi? Nini kimekupata mwanangu? Alikuwa akijiuliza maswali mengi sana. Alimwacha kijana wake pale chini na kukimbia porini. Kama unavyojua vijijini mapori ni mengi. Wenzetu wana mapori mengi tofauti na sisi watu wa mjini. Alikimbia mpaka porini. Kufika porini akakutana na mti mmoja ambao majani yake ni tiba kabisa kwa vidonda. Alichuma yale majani na akarejea nyumbani. Kurejea nyumbani haraka wanakijiji walimletea kiu na nchi. Akaanza kutwanga yale majani, akatwanga yale majani huku akiimba nyimbo za asili, akiimba nyimbo za kutaka kumfariji mwanae kwa vile vidonda. Baada ya pale alianza kukamua yale majani taratibu, yakitoa maji, yakitoa mchuzi. Na badala ya pale alichukua yale maji akaanza kumpaka mwanae kwenye vile vidonda.
alimpaka sana, alimpaka shingoni, alimpaka mgongoni, akampaka na kwenye tako. Akamwambia, kijana wangu utakuwa sawa, kijana wangu utapona. Na baada ya hapo kilichoendelea ni Masigara kupona. Masigara alirejea kwenye uzima wake, lakini akiwa na mabawa, akiwa na makovu, akiwa na zile alama ambazo alikuwa akiungua, lakini aliendelea kumtunza kijana wake, aliendelea kumlea kijana wake, aliendelea kumwangalia kwa ukaribu sana. Baada ya miaka kadhaa kupita, Masigara akiwa kijana mkubwa ambaye anajielewa, lakini alikosa elimu tu, lakini Masigara alikuwa kijana mzuri sana, alikuwa kijana mtiifu, kijana ambaye alipendwa na kila wanakijiji. Siku hiyo bwana, walitembelewa na wadhamini pale kijijini kwao, wadhamini ambao ni wametokea kabisa nchi nyingine. Wenzetu walikuwa na bahati ya kutembelewa na wazungu, kwa hiyo waliwatembelea, wakafika katika kijiji chao, wakajaribu kuongea na baadhi ya wanakijiji na kuwaomba kwamba wawapatie watoto wao kwa lengo la kwamba kwenda kuwasomesha, kuwakuza na kuwapa mahitaji yale ambayo wazazi walikuwa wanashindwa kuwapatia pale kijijini. Kweli bwana, wazazi wengi walifurahia sana, walifurahia mno. Wengi walitoa watoto wao waondoke na wale wadhamini, lakini kuna mama mmoja akakumbuka, jamani, hii mama Masigara isimpite. Wakakimbia chapu mpaka kwa mama Masigara. Tumetembelewa kijijini kwetu, kuna wadhamini wamekuja kwa ajili ya kuwachukua watoto wetu kwenda kutusaidia kuwasomesha, kuwapa elimu bora, na baada ya hapo watoto wetu watarejea kijijini wakiwa wasomi. Mama Masigara, ile taarifa ilimfurahisha mno, ilimpa amani katika moyo wake. Akasema, kijana wangu anaelekea kwenda kusoma, atakuwa msomi, atakuwa daktari. Alikuwa akipenda sana kijana wake awe daktari. Atakuwa daktari kwa sababu gani? Katika ukuaji wa Masigara alikuwa anapenda sana kuwinda njiwa, kuwinda ndege, na baada ya hapo alikuwa akiwafanyia upasuaji akiwa yupo kijijini. Upasuaji wa kijijini, sijamaanisha wa mjini au wa kidaktari, lakini alikuwa akifanya vile vitu. Mamake alikuwa akimsoma sana kwamba kumbe mwanangu anataka kuwa daktari. Kwa hiyo baada ya ile fursa, mama Masigara alifurahia sana na alikuwa na amani sana ya kumtoa kijana wake, na alikubaliana na wanakijiji wenzie kwamba Masigara akapate elimu. The Story na Madam T. Mtazamaji, na huu ndo mwisho wa simulizi yetu sehemu ya kwanza ya Masigara. Usipange kukosa sehemu ya pili ya simulizi hii inayosisimua, inayofundisha, inayoelimisha hapa Double T Studio kwenye The Story na Madam T. Usipange kukosa. Double T Media, trust to it.